Amen. Amen. I'm just going to give you what you need to hear from God. Nitawapatia kile mtaji kusikia kutoka kwa Mungu. And I pray that's what I also need to hear today. Na naomba tu hiyo ndio nahitaji kusikia leo pia. Because God is a God of order. Sababu Mungu ni Mungu wa mpango. When people have no feelings, Wakati watu wana hisia, when their conscience is dead, wakati dhamira yao imekufa, and we know it because of the things that are going on. utajua kwa ajili ya yale mambo ambayo yanaendelea. When there is an order in a society, Wakati kuna mpangilio katika jamii, people walk with integrity. watu wanatembea na hekima na People have heshima. humanity and they know how to treat each other. Watu wana uungu na wanajua jinsi ya kukaa mmoja na mwingine. We don't kill each other. Hatuui mmoja na mwingine. And I know possibly that's where many are. Najua wengi wetu hapo ndio potupu. You are employed Uko umeandikwa by somebody who is making a lot of money, millions. kwa na mtu ambaye anatengeneza pesa mingi sana. They drive big cars. Wanaendesha magari makubwa. They go to overseas for their Holiday. Wanaenda ng'ambo for their vacations and holidays. kwa holiday na kujivinjari. But when they come to pay you, Lakini wakati kuja kulipa, who toils to make that millions, wewe ambao unahangaika kutengeneza hiyo pesa, they give you peanuts. wanakupatia pesa You kidogo. cannot afford a good housing. Hauwezi pata nyumba nzuri. Your paycheck cannot take you to the end of the month. Pesa zako, mshahara wako hauwezi kumalizisha Don't mwezi. tell me that's a normal society. Usiniambie hiyo ni jamii ya kawaida. Don't tell me that's the way things should be. Usiniambie hivyo ndio mambo yanafaa kuwa. Don't tell me that is democracy. Usiniambie kwamba huo ni uhuru. Don't tell me that I'm better than you. Usiniambie mimi niko better. And that's why I can use you to make millions Kwa hivyo naweza kutumia wewe kunda when mamilioni. I'm paying you peanuts. Wakati nakulipa marupurupu. God told his people, Mungu akaambia watu wake, there is going to be anarchy in the land. kutakuwa na uasi katika And nchi. that is what anarchy is all about. Na huo ni uasi inahusu Destruction of the social systems kuharibika kwa msingi wa kijamii. where nobody cares about others. Mahali ambapo hakuna mtu anashughulika You na are mtu just mwingine. thinking about yourself. Wewe tu unajifikiria. How many of you have bought plot and land? Wangapi wamenunua mashamba na ploti? You have spent a lot of money. Umetumia pesa mingi sana. You have used the lawyers. Umetumia mawakili. You have used those brokers. Umetumia wale brokers. But after giving you millions Lakini baada ya kutoa milioni or zako thousands of Kenya shillings, ama mamilioni maelfu, you have a title uko na title that has no meaning. ambayo haina maana. You have a letter of allocation Uko na barua ya kupewa lile shamba that means nothing. ambayo haina maana. That's anarchy in the land. Huo ni uasi katika nchi. That's a disrupted social order. Hiyo ni jamii ambayo msingi mpangilio wake That's umeharibika. ungodliness. Hiyo ni mambo ya kutokuwa na uungu. And this is what God was saying. Na hii ndio Mungu alikuwa anasema. And if you want to know that's the truth. Nataka kujua kama huo ni ukweli. Nehemiah, when they came back, Nehemia aliporudi was crying alikuwa analia because the rich kwa sababu wale matajiri who had big estates, ambao walikuwa na mashamba makubwa, who had food, ambao walikuwa na chakula, they were selling their product at a very high price. walikuwa wanauza mazao yao kwa bei ya juu sana. And when the poor could not pay for the food, Na wakati wale maskini wangeweza kulipia the chakula, rich people asked them, wale matajiri wakauliza, where are your children? watoto wenyu wako wapi? Sell them as slaves to us Wauzie kwetu kama so that we wajakazi can give you food. ili tuweze kuwapatia And that's chakula. what they did. Na hivyo ndio walifanya. If that's not wickedness in the land, Kama hiyo si uasi katika nchi, tell me what is niambie hiyo wickedness. ni nini? Ama niambie Tell me uasi ni what nini? is wickedness. Niambie uasi ni nini? Majority and a good number of you possibly by the 4th week of the month, Wengi wetu kwa kufika juma la 4 la mwezi, you have to walk to go and work. unatembea mguu ndio uende kazini. Because your pay slip cannot make you reach to the end of the month. Kwa sababu mshahara wako hauwezi kufikisha mwisho wa mwezi. And don't tell me that some taxes are good. No. Some of the costs that we pay, they are not normal. Hata kodi zingine tunalipa si za kawaida. That you who is laboring, Kwamba wewe ambao unang'ang'ana, you have no freedom. kwamba hauna uhuru, You have no joy. hauna furaha, That you have to borrow loans. kwamba unaomba
mkopo to educate your ili children, usomeshe watoto, that you have to go for loans, unaendea mkopo even to pay for your rent. ili hata kulipa rent ya nyumba. This is not godliness. Hiyo si uungu. God said it is going to happen because you have rebelled against me. Mungu alisema itatendeka kwa sababu umeasi. And it's going to be painful na itakuwa chungu sana to the people in the land. kwa watu katika nchi. I'm just exposing to you what was going to take place. Na kueleza ile ambayo ilikuwa Because you can see some of those things taking place in our days. Kwa sababu unaweza ona mambo haya yakitendeka siku hizi zetu. But there is good news. Lakini kuna habari nzuri. Irrespective of what was happening, licha ya yale ambayo yalikuwa yanatendeka, you read the whole the 3 chapters. Ukisoma hizo aya 3 zote. But open for us 3:10. Lakini tufungulie aya 3:10. 3:10. Isaiah 3:10. 3:10. Tell the righteous, waambieni wenye haki, it will be well with them, itakuwa vyema na hao, for they will enjoy kwa sababu watakula the fruit of their deeds. matunda ya matendo yao. You see, when you read all those other verses, unaona uliposoma hizo aya zingine zote, it was gloom. ilikuwa ni huzuni. There was no hope. Hakukuwa na matarajio. There was no purpose to face tomorrow. Hakukuwa na sababu ya kuangalia There was kesho. no reason to be alive. Hakukuwa na sababu ya kuishi. There was no need to wait for the disaster. Hakukuwa na haja ya kungojea But maafa. even in the midst of confusion, Lakini hata katikati ya one verse springs forth. Mungu analeta. And God says in one verse, Mungu anasema kwa aya moja, but tell the righteous, waambie wenye haki, it shall be well itakuwa heri with them. itakuwa heri kwao. Not just the protection that I'm going to give Si you. kwa ulinzi tu ndawapatia. Not that I'm just going to give you food. Sitawapatia tu chakula. Not that I'm just going to save you from the sword. Kutokana na Not that I'm just going to save you from the bloodshed. Sita kuwakomboa tu kutokana na But this also I am going to do for lakini Mungu you. anaenda kufanya. You are going to enjoy the fruit of your labor. Mtakula matunda ya mazao yenu. You are going to enjoy the fruit of your labor. Watakula matunda ya matendo yao. And you are going to enjoy the fruit of your deeds. Na watakula matunda ya matendo yao. This is what God is telling us. Hivi ndio Mungu anatuambia. Yes, there might be those brokers Inaweza kuwa na wale brokers who are going to take advantage of us. ambao watachukua watatutumia vibaya. And they are going to come into our lands. Watakuja katika nchi yetu. And they are going to take our products. Watachukua mazao yetu. And they are going to think that they have taken advantage of us. Wataona wametunyanyasa. But God is telling us, Lakini Mungu anatuambia, your labor, it's not going to be in vain. kazi yako itakuwa People might think they are going to take advantage of you. Watu watafikiria watakunyanyasa. People might think that they are going to misuse you. Watu watafikiria watakutumia vibaya. People might think that they are going to terrorize you. Watu watafikiria watakuhujumu. People might think that you are not important. Watu wanaweza fikiria wewe si wa But maana. God says, Lakini Mungu I anasema, am going to take care of you. mnaenda kukushughulikia. God knows your need. Mungu anajua mahitaji yako. Even in an environment which we are living in. Hata katika ile hali ambayo tunaishi sasa. And this faithful God says, Huyu Mungu mwaminifu anasema, I'm going to supply your needs. nitaenda kukutana mahitaji yako. All your needs. Mahitaji yako Your yote. labor is not going to be in vain. Kazi yako haitakuwa ya They bure. might think that they have taken advantage of you. Wanaweza fikiria But wamekunyanyasa. I'm going to bless you. Lakini naenda kubariki. I'm going to bless you. Naenda kubariki. Because I'm your God. Kwa sababu mimi ni Mungu I wako. don't know whether you can be able to show us Psalms 37, 1 and 14. Zaburi If you are able. 37. That this God who knows how to provide. Kwamba huyu Mungu ambaye anajua kupeana. He has spoken and he has said Ameongea na akasema, that he is going to do it. ataenda kufanya. No, do not fret because of the evildoers. Kwa hivyo usiogope kwa sababu wale watenda maovu. Nor be envious of the workers of iniquities. Na usione wivu wale wanaotenda For uovu. they shall soon be cut down like grass Kwa sababu karibuni watakatwa kama and nyasi wither like the green herb. na watanyauka kama majani. Trust in the Lord Muamini Mungu, and do good. natenda wema, Dwell in the land keti kwenye nchi and feed in his na faithfulness. lishwa na uaminifu wake.
Delight yourself also in the Lord. Jifurahishe katika Bwana, and He shall give you na atakupatia the desires of your heart. Upendo Yes, wako. that there might be destruction in the land. Kwamba hakutakuwa na uovu ama uangamizo. There might be anarchy in the land. Kunaweza kuwa na uovu katika nchi. There is a lot of confusion politically. Kuna mambo ya kutatanisha katika kisiasa. Even in the social orders there might be a lot of disorders. Hata hali ya kijamii ama mpangilio wa Even in kijamii church, the inakuwa so-called vizuri. institution, there might be a lot of corruption in them. Hata katika kanisa na makao mengine kuna corruption But mingi. God says, Lakini Mungu anasema, I will take care of you. nitakushughulikia. I will protect you. Nitakulinda. I will uphold you. I Nitakushikilia. will feed you. Nitakulisha. I will provide for you. In Nitakupatia. the midst of confusion, Katikati ya God is still on the throne. Mungu bado Oh, ako katika church, nchi. we may look at the way our country is like, Tunaweza angalia jinsi nchi yetu iko. but for the believers, Lakini kwa wale ambao ni waamini, there is hope. kuna tumaini. There is hope. Kuna tumaini. There is hope. Kuna tumaini. Because we have a God Kwa sababu tuna Mungu who knows our needs, ambaye anajua mahitaji yetu. and He's going to provide all our needs. Atatupatia mahitaji yetu. Yes, our God knows your strength. Mungu anajua nguvu zako, He knows your strength, anajua uwezo wako, and He shall be your defender. na atakuwa mwangalizi wako. Isaiah 54:17. Isaya 54:17. This is what the scripture says. No weapon formed against you Hakuna silaha ambayo imeombwa kinyume shall nawe prosper, ambayo itafanikiwa, and every tongue which rises against you na in kila judgment ulimi ambao unainuka kinyume nawe katika you hukumu, shall condemn. utaulaani. This is the heritage of the servants of the Lord, Hii ni urithi wa watumishi wake Mungu, and their righteousness is from me, na haki yao ni kutoka kwangu, says the Lord. asema Bwana. It shall be well, Itakuwa vyema, because this God kwa sababu Mungu huyu who knows your strength, ambaye anajua nguvu who zako, knows your weaknesses, ambaye anajua udhaifu wako, He knows how fragile you anajua are, wewe ni dhaifu who kiasi knows gani, how vulnerable you anajua are, wewe ni dhaifu kiasi gani. says Anasema, no weapon hakuna formed silaha against you ambayo shall imeombwa ever kinyume nawe prosper. ambayo itafaulu. It doesn't matter what is going to happen in 2027. Haijalishi nini itatendeka 2027. It doesn't matter. Haijalishi. But this God says, Lakini Mungu anasema, I know your strength. najua nguvu zako, I also know how weak you are. na najua jinsi wewe ni dhaifu. I'm in charge. Mimi niko I will katika defend you. I will nitakushughulikia, protect you. Nitakulinda. I'll take care of you. God nitakushughulikia. was telling the righteous, Mungu alikuwa anaambia wenye haki, Judah is going to be destroyed. today itaangamizwa, Jerusalem is going to be destroyed. Yerusalemu But itaangamizwa, I'm going to protect you. lakini nitawalinda. The sword is not going to pierce through you. There is Upanga not going to be hautawakata. bloodshed in your house. Hakutakuwa na damu katika I nyumba yako. shall give you another weapon, Mungu atatupatia and you silaha shall nyingine. prosper, Atatuunganisha. and you shall be victorious Tutakuwa over washindi the weapons of men. juu ya For visiwa I, vya the Lord, kwa have sababu spoken. Mungu ashanena. No weapon formed against you Hakuna silaha imeinuka kinyume nawe shall ever prosper, ambayo itafaulu, for the Lord is on your side. kwa sababu Mungu yu upande wako. What about Jeremiah 17:7 and 8? Yeremia 17:7 na 8. Blessed is the man who trusts in the Lord Ambarikiwa mtu amtumainie Mungu, and who hope in the Lord, ambayo tumaini lake ni Bwana, for he shall be like a tree planted by the waters, kwa sababu atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, which spread out its roots by the river, ambayo inaeneza mizizi yake kando ya mto, and will not fear when heat comes, na haiwezi ogopa jua linapokuja, but its leaf will be green, lakini matawi yake yatakuwa kijani and kibichi, will not be anxious in the year of drought. na itatayaraki katika mwaka wa ukame, na haitakosa kuzaa matunda. You may have no money, Unaweza kosa pesa, but
But when the world sees you, Lakini wakati ulimwengu unakuona, they will think that you are rich watafikiria wewe ni tajiri, because of what God will be doing in your life, kwa sababu yale Mungu atafanya ndani ya maisha because yako, of what God does in our lives. kwa sababu yale Mungu anafanya ndani ya When maisha yako. His glory flows through our lives, Wakati uoma wa Mungu unatirika ndani ya maisha when yako, His honor becomes our portion, wakati heshima yake inakuwa sehemu yetu, the world sees that beauty, ulimwengu unaona ule uzuri, and the world is left wondering, na ulimwengu unabaki ukishangaa. how comes this tree is still green Unashangaa kwa nini mti bado ni kijani kibichi and it is still dry? na bado ni kavu? How comes there are fruit Namna gani huu mti una matunda in this fruit katika huu mti and there is drought na kuna ukame in the land? katika nchi? It is the working of the Lord. Ni utendaji wa Bwana. That you may not have money, Unaweza kosa pesa, but the rich may come to seek your counsel. lakini wale watu wa nje watakuja kutafuta hisia za But the great in the land, wale wakuu katika nchi they may come to seek you, watakuja kutafuta, because in you kwa sababu ndani yako there is life. kuna uzima. When there is drought in the land, Wakati kuna ukame katika nchi, when there is no hope in the land, wakati hakuna tumaini katika when nchi, they see you, wakati wanakuona wewe, they see life in you, wataona uzima they ndani see yako, hope in you, wanaona tumaini they ndani want to yako, be with you, wanataka kuwa because pamoja you are fruitful. kwa sababu una Oh uzao. believers, Yeye wenye oh believers, waumini wote, oh Christians, Wakristo wote, God has given us something the world doesn't have. Mungu ametupatia jambo ambalo Never, duniani. never undermine yourself. Usiwahi You are planted by the streams. umepandwa kando ya Even miti. in the year of drought, Hata katika mwaka you wa are still fruitful. Wewe You bado have una uzao. something the world doesn't have. una kitu ambacho ulimwengu hauna.